Ndugu zangu watu wa Narok, nani wacha kusukuma wananchi. Wachana nao. Ndugu zangu watu wa Narok, leo nimefika hapa kwa mara nyingine tena. Nilikuwa hapa mapema mwaka uliopita, na tulikuja tukaanzisha barabara, tukakuja tukaanzisha airport, tukakuja tukasema masoko. Hiyo kazi yote nilikuja nikafanya. Sasa ile barabara ya Ngoswani kwenda Naikara kwenda mpaka Morijo kilomita 30 tayari imeshawekwa lami. Airport ile nilikuja kuanzisha hapa Narok. Hiyo airport imebaki miezi miwili tukamilishe, tukuje tupatie nyinyi muendelee. Mimi nimekuja hapa tena kwa sababu nyinyi watu wa Narok North muliniuliza ya kwamba nyinyi munataka hii barabara yenu ya Enengetia kuja hapa Olokurto kupanda hapa kwenda Ulposimoru iende iungane mpaka ifike kule Nakuru. Sasa sikizeni my friends, nilienda nikawatafutia pesa shilingi bilioni 3. Contractor ndio huyu. Barabara kilomita 59 sisi tunawatengenezea. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na ni kwa sababu hii sehemu nyinyi ni watu wa bidii. Nyinyi ni wakulima sugu. Nyinyi ndio mnatuzalishia chakula. Ngano mnazalisha, viazi mnazalisha, mahindi mnazalisha. Nyinyi ni noma si noma bwana. Si ndio? Si ndio mnatupatia chakula Kenya? Nyinyi ndio mnatusaidia kufukuza aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo, hii barabara ni barabara ya muhimu sana, kwa sababu itawasaidia kuleta yale inputs ya farming na kusaidia nyinyi kupeleka mazao yenu katika masoko. Ni sawa si sawa my friends? Jana juzi nilitangaza ya kwamba kwa sababu nyinyi pia ni wakulima na tulipata matatizo kidogo na makilimo yetu kwa sababu ya mambo ya mvua sehemu zingine. Ile mbolea mlinunua 2,500 mwaka huu, kuanzia mwezi ujao nimepunguza tena ikuje 2,000 peke yake. Munasema tuendelee ama tuendelee? Pia nimesema ile mbegu ya kuzalisha mahindi, kwa sababu ndio chakula ya muhimu Kenya, mbegu kwa mwaka huu na mwaka ujao tutapunguza by 50%, bei yake ishuke chini. Ndio nyinyi kama wakulima mtusaidie kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Narok tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Na sio hii barabara peke yake nimekujia leo. Mimi naenda kuanzisha barabara ingine, si ndio? Ya kutoka Alolonga, tunaelewana, kwenda Masonyiro. Hiyo barabara mliniambia mnataka ijengwe iwekwe lami. Pia leo naenda kuangalia barabara ingine ambayo tulijenga ya kutoka Lolonga kwenda mpaka kule Saptet, kwenda mpaka kule Sogo, mpaka ifike Mulot. Hiyo barabara tumetengeneza almost 60% imewekwa lami. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Pia hapa Narok East tumewapatia barabara ingine ya kutoka Suswa kuja Onkerionito kuja mpaka ifike Nairage Nkare, kilomita 40. Tumeweka pesa pale, contractor yuko pale, kwa sababu nimesema hii Narok tunataka saa ile tunapanga maendeleo ya Kenya, tunaweka mambo ya Narok katikati ya maendeleo ya Kenya. Narok hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Leo naenda pia kupanga mambo ya stima, kwa sababu nimeambiwa ya kwamba bado kuna wananchi wengi hawajafikiwa na stima makwao. Tumetoa pesa ya serikali
2.8 billion ya mambo ya stima ya Narok County. Na leo mimi naenda kuzindua hiyo mpango, ndio tuhakikisha kwamba tunasukuma stima ifike kwa manyumba ya wananchi. Tuendelee ama tuendelee? Vile vile mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Narok, mimi nataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Na tumesema ya kwamba mambo ya kusomesha watoto wetu isimamiwe na serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo tumewaajiri walimu zaidi, na hata mwisho wa mwaka huu tunaajiri walimu wengine 20,000. Ndio tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anakosa nafasi ya kusoma kwa sababu hakuna madarasa ama hakuna mwalimu. Munasema tuendelee? Na watoto wenu nataka munisikize kwa makini. Watoto wenu ambao wanaenda KMTC, wale wanaenda TVET, wale wanaenda university. Sasa nimeweka mpango maalum ya kwamba hakuna mtoto wa Kenya tena atatolewa KMTC ama TVET ama university ati kwa sababu mzazi ana uwezo. Serikali ya Kenya itahakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya ambaye ameenda katika chuo kikuu ama KMTC ama TVET wanasomeshwa na kuwe na pesa ya kutosha kusomesha watoto wetu wote. Jameni watu wa Narok, mnasema tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Vile vile mimi nilisimama hapa Narok, mimi nikawaambia mambo ya afya hatutaki iwe ni starehe ya watu wako na pesa ama matajiri ama wale wako na kazi. Tunataka mambo ya afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Na ndio sababu hiyo tumebadilisha ile NHIF ilikuwa na watu 8,000,000. Sasa tuko na SHA ambayo iko na watu 1,32,500,000. Mimi nawauliza watu wa Narok, nawauliza nyinyi, tafadhali kila mmoja wenu ajiandikishe ndani ya SHA. Ukishajiandikisha itakuwa rahisi kwa serikali kupanga matibabu, kupanga madaktari, kupanga dawa, kupanga vifaa ya hospitali na kuhakikisha hakuna mwananchi wa Kenya anakosa matibabu ati kwa sababu hana pesa. Jameni, mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Mimi nawaambia wale majamaa wengine, wacheni kutubeba ufala bwana. Ati mnatuambia ya kwamba turudi NHIF ya watu 8,000,000, tuache SHA ya watu 32,000,000. Kwani nyinyi mnatupima akili namna gani? Ati mnatuambia turudi NHIF ile ulikuwa unangojea miezi 3 kabla hujapata matibabu. Hii ya SHA ukienda siku hiyo hiyo, ukijisajili siku hiyo hiyo, tayari inakupatia nafasi ya kutibiwa siku hiyo hiyo. Sasa nyinyi mnataka ile ya kungojea miezi 3 ama mnataka ya kutibiwa saa hiyo hiyo? Nyinyi watu wa upinzani, wacheni kutubeba ufala my friends. Ni sawa ama si sawa bwana? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nimekuja hapa ndugu zangu watu wa Narok. Lakini mnajua nyinyi watu wa Narok, hasa nyinyi watu wa Narok North. Nyinyi sasa unajua hii Narok North hii network ya Narok North hii imenisumbua sana. Lakini mimi naona safari hii, mimi naona network imeshika. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuko pamoja? Hebu nione wale watu wa Narok North. Narok North hoye! Narok hoye! Olokurto hoye! Tunatembea pamoja safari hii. Mnasema tutatembea pamoja. Nipange mambo ya elimu, nipange mambo ya barabara yenu, ile airport ikiwe tayari, nipange mambo ya stima. Mnasema tuendelee na kazi. Wale watu wa fitina, wale watu wa porojo, wale watu wa siasa duni, wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda. Wapotee, wale watu wapotee. Sikizeni ndugu zangu watu wa Narok,
Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, hapa Narok tuko na jamii zote za Kenya. Msikubali viongozi ambao wanataka kutuletea fitina ya ukabila. Sisi tunataka tutembee pamoja kama Wakenya, kwa sababu umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Wale watu ambao hawana ajenda wanatuuzia sera ya siasa ya mambo ya ubaguzi, mambo ya chuki, mambo ya ukabila, mambo ya fitina. Sisi tunawaambia Kenya hiyo haiko na sisi tena. Hawa wananchi wanataka kuungana, wanataka barabara ijengwe, wanataka stima waunganishiwe, wanataka watoto wao wasome, wanataka matibabu hospitalini. Ni kweli ama si kweli? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Kwa hivyo nyinyi watu wa Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Narok North mnasemaje? Narok mnasemaje? Hebu nione tutam ya Narok, nione tutam. Mimi naona kuna watu tutaonyesha kivumbi watashangaa. Si ndio? Na nimewaambia wale watu, unajua wale watu ni wakulipwa. Wale watu ni wakupangwa. Wale watu ni vibaraka. Wameambiwa ati wakuje wapinge mimi, wapinge SHA, wapinge barabara, wapinge housing. Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa kutumwa, watu wa vibaraka wa mtu fulani, nyinyi tafuteni sera my friends. Hawa wananchi wanataka kuchagua sera ambayo itawapeleka mbele. Wanataka ajenda ya kuwapeleka mbele. Wanataka mpango ya kuwapeleka mbele. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nimewaambia juzi, hata kama wewe umelipwa, hata kama wewe umekodeshwa, hata kama wewe umepangwa, umeambiwa kwenda pinga housing, wewe uweze kutumia akili kidogo ujue hii housing utapinga namna gani. Hata unakuja kutuambia ati unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa. Wewe tumia akili my friend, wacha ufala. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Hata kama umeambiwa kwenda pinga SHA, usikuje kupinga SHA bila sababu. Usipinge SHA bila alternative. Wewe ambia hao wananchi, kwa sababu hao wananchi wanajua. Wale wanatuambia kwamba SHA haifanyi. Hawa wananchi wengi wao wameshatibiwa na SHA. Kuna watu wamelipiwa na SHA. Kila kijiji kuna watu wamelipiwa na SHA. Kila sehemu kuna watu wamelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi ambao mnatuambia SHA haifanyi, tutawakemea, tutawaambia vile SHA inafanya mpaka mtii. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Tuendelee ama tuendelee? Sasa mimi nataka niwaulize. Hii Narok, si ndio? Si hii Narok mumeona? Si barabara mmeona? Si airport mumeona? Si stima ndio hiyo? Hapa Ologurto hii, Olposimuru hapa. Si titles 4,500 tumekuja tukawapatia. Si hiyo maneno ilikuwa imewahangaisha siku mingi? Mimi nasikia kuna ingine kidogo imebaki hapa inaitwa Kilabata, sijui Kilabata. Si ndio? Kilaba. Ati Kilaba. Hiyo Kilaba ndio nimeambiwa leo, hiyo nitashughulikia, msikuwe na wasiwasi. Title zenu mtapata. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mko tayari? Tusonge mbele pamoja. Sikizeni ndugu zangu. Hii Kenya tumekubaliana ya kwamba tunataka Kenya ipige hatua ya kwenda mbele. Hatutaki Kenya ya kukwama kwa ukabila na kwa umaskini. Tunataka tutembee pamoja. Watu wakulima tuwashike mkono, wafanyibiashara tuwashike mkono, watoto wetu tuwasomeshe, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Wale wengine wote ambao wanajaribu hapo ni watu bure. Si mnajua hawa watu? Mnawajua? Hawa watu? Wale watu hawana ati unajua Ala, kumbe mnawajua? Wale watu mpango hawana. Agenda hawana. Maono hawana. Sera hawana. Agenda hata akili. Mnawajua? Wale watu? Wale wa fitina mingi? Wale wa siasa kidogo? Ati mpango na sera na maono